Haya, sasa kwenye kugawa kipeperushi unafanya hivi. Mfano, umekutana na mtu ambaye umjui, hakujui, si ndio eh? Tuanze na watu ambao obviously hamjuani. Sawa eh? Unafanya hivi. Labda mimi ndo nimekutana na wewe, labda Zubeli. Pap! Si ndio? Au Zubeli unanikubalia sana. Sionekani lakini sauti zinasikika. Haya, labda Zubeli utanikubalia Michael, si ndio? Afu unanikatalia, sawa? Labda ndo mimi natoka from nowhere. Sasa msimama kabisa tuoneshaneni na mifano jamani, tumekaa sana. Nakumbuka mimi kugawa peperushi nilikuwa nafundishwa huko nimesimama. Alafu mimi kama naweza sana, mimi nilioga. Silione hivyo, mimi nilioga ile niweka. Amia hapa hivi. Kisahau unakumbuka haya Michael, simama sasa. Labda mimi nimekutana na wewe. Sawa eh? Labda kaka samani, habari yako? Kwema. Naitwa Nasra, naweza nikaongea na wewe kama dakika moja. Hapo unajiamini? Yaani fanya kama unijui sasa. Yaani nimekutana na wewe. Kaka samani, habari yako? Kwema, habari yako dada? Njema, mimi naitwa Nasra. Sijui unaitwa nani? Naitwa Michael. Kataa sababu kwa vile jina langu wewe la nini? Nikatalie uniue confidence. Vipi kwani wewe nani kwanza? Unauliza alizaje na jina langu? Kwani vipi? Unataka jina langu la nini? Hapa amenikatalia na niula. Mimi simejitambulisha, mimi naitwa Nasra. Wewe unaitwa nani? Kanikataa. Kwa nini ujue jina langu? Wewe nani? Kashaniua confidence. Kwa hiyo kitu cha kwanza ukienda kuzungumza na mtu, unaenda kuongea naye, ukiwa unafanya nini? Unajiamini. Sawa, hata kama atakuua confidence, utatafuta kitu ambacho kinakuwa kinaiamsha confidence yako. Kama ni kumwangalia machoni, kama ni kucheka, kama ni kufurahi, kama ndani yako wewe mwenyewe unasema huyu atanisikiliza tu. Iweje isiwe? Hata asiponisikiliza atajua mwenyewe, si ndio eh? Okay. Ameniuliza kwani wewe nani, si ndio eh? Hapo hapo urudi tena kujitambulisha jina lako kwa sababu ushamwambia. Ukikutana na mtu ambaye anataka kufanya nini? Anataka kuua confidence au anataka kujihami pia. Unaambia mimi ni mshauri wa afya kupitia virutubisho lishe. Ndio eh? Sawa eh? Mimi ni mshauri wa afya kupitia virutubisho lishe. Samahani. Remember ukiongea na mtu, ukimjibu swali lake, usimwache hivyo hivyo. Mwachie na yeye swali. Umeshajitambulisha, unaambia mimi ni mshauri wa afya kupitia virutubisho lishe. Au mimi nimepata na kampuni ya BF Suma kutatua changamoto za watu za kiafya za magonjwa yasiyoambukizwa. Samahani, naweza kuongea na wewe kama dakika moja? Niambie. Hapo amenikubalia. Gani? Niambie. Hapo kafanya nini? Kanikubalia, lakini ana uwezo pia wa kunikatalia. Haya tuseme tumekataa sasa. Samahani, naweza kuongea na wewe dakika moja? Siwezi, na haraka kidogo. Okay, nimekuomba dakika moja, tunaweza kuongea na wewe, nikatalie tena. Mimi haraka kidogo, nakwambia nina haraka. Utakutana na mtu wa namna hiyo. Akikwambia hivyo achana naye. Save energy yako, save muda wako, utakutana na mtu sahihi. Sawa eh? Okay, akikukubalia sasa, samahani naomba niongee na wewe, au samahani tunaweza kuongea dakika moja? Niambie, unataka kuongea na nini ili wewe? Una shida gani? Yes. Safi kabisa. Okay, unamwambia nashukuru sana kwa dakika yako moja. Unamwangalia machoni. Make sure unamwangalia mtu machoni na unatabasamu. Asante sana kwa dakika yako moja. Nashukuru sana kwa muda wako. Kama nilivyokuambia, mimi ni mshauri wa afya kupitia virutubisho lishe. Au nimepata na kampuni ya BF Suma. Imejikita zaidi kutatua matatizo. Unaweza kuambia BF Suma au Bright Future. Imejikita zaidi kutatua matatizo. Kama ni mwanamke, utaambia matatizo ya uzazi, bawasiri, vidonda vya tumbo, pressure, kisukari, matatizo ya mifupa. Kama ni mwanaume utawaambia nguvu za kiume, matatizo ya uzazi, tezi dume, pressure, bawasiri. Okay, unamtajia zile changamoto. Ila sasa unamfanya yeye ni third party. Unamwambia kwamba inawezekana we hauna shida yoyote ile. Una ndugu, jamaa, rafiki mwenye hili ambaye ana changamoto yoyote ile. Tunaweza tukamsaidia kupitia wewe. Niambie shida gani? Hapo mtu lazima atajisikia umuhimu kwamba mimi naweza nikamsaidia mtu mwingine kupona matatizo yake. Au mwingine anaweza akakuchallenge ndio akakwambia mimi sina mtu yote mwenye hiyo changamoto. Nikatalie. Mimi sina mtu yote mwenye changamoto hiyo. Unaambia sawa, hamna shida. Naweza nikakuachia kipeperushi changu, unatoa kipeperushi ambacho tayari umeshaandika namba yako ya simu.
naomba nikupatie kipeperushi changu. Utakapokipitia utaona baadhi ya bidhaa ambazo tunafanya nini, tunatatua nini, changamoto ambazo tunatatua au bidhaa ambazo tulizonazo. Asante sana kwa muda wako, ila samahani, naweza nikachukua namba yako kwa ajili ya kukufuatilia nione bidhaa ipi inakufaa au imekufaa, au nijue kama ulipitia. Nikatalie, usinikubali. Kuhusu namba yangu, mimi namba yangu sasa hivi siwezi katoa, sababu mimi sikujui. Okay, ukikataliwa kwa namna hiyo, kumbuka bado mtu hajaona thamani ya nini ya kipeperushi chako. Kakwambia hana mtu anayeumwa, si ndio? Yeye mwenyewe hana tatizo na hawezi kukupa namba yako. Hujajitetea. Unamwambia siku zote afya ni nini? Nini? Huna guarantee na afya yako. Huwezi kujua. Unaweza kukutana na mtu ana vidonda vya tumbo, ana pressure, ana kisukari, ana matatizo ya uzazi, ana matatizo ya fizi, ya meno. Unaweza kumsaidia kupitia kipeperushi, huwezi kujua samani, lakini kwa kukwambia hivi hapo unamfanya yeye ajihisi hatia kukukatalia, lakini unafikisha ujumbe wako indirect. Sawa hapo unajibuje? Kivipi sijakuelewa? Hapo mtu ndio umemwambia kwamba mimi sina shida yoyote, mimi sina hiyo changamoto wewe unamwambia kwamba inawezekana. Siku zote hakuna guarantee kwenye afya, huwezi kujua. Labda unaweza kukutana na mtu ana matatizo, unarudia tena kumwambia ili aone muhimu. Aidha matatizo ya fizi, ya uzazi, vidonda vya tumbo na nini, ukamsaidia kupitia hiki kipeperushi. Samahani, lakini hamna shida. Akubali, ndio namba atatoa. Huyo ni mtu wa kwanza, kichwa ngumu. Lakini utakutana na watu ambao utajitambulisha, utampatia kipeperushi chako, tayari unarudi nyuma pale kumwambia inawezekana wewe hauna changamoto yoyote. Una ndugu, jamaa, rafiki mwenye hili tatizo. Tunaweza tukamsaidia kupitia wewe. Sawa Huyu mtu atakwambiaje? Ajibu kwa kunikubalia. Basi niambie. Nasikia nakupa pia muda wake uweze kumuelezea. Unaambia unarudi pia pale pale. Asante kwa muda wako. Mimi nimejikita zaidi au kampuni ya Bright Future imejikita zaidi kutibu matatizo. Unamtajia sasa tezi dume, pressure, kisukari, bawasiri, sijui nini. Inawezekana pia wewe mwenyewe hauna shida yoyote. Una mtu mwingine au unaweza kumsaidia mtu mwingine kupona tatizo lake kupitia wewe. Samahani, naweza nikapata namba yako ya simu kwa ajili huku tumeenda mbele. Unamwambia okay, tayari ushamba kipeperushi, si ndio? Samahani, naweza nikapata namba yako ya simu ili niweze kukufuatilia, nijue kama kuna mtu tunaweza tukamsaidia kupitia wewe, au niweze kujua ni bidhaa gani ambayo labda umeipenda. Okay, au niweze kukufuatilia tu nione ni kwa namna gani tunaweza kukusaidia. Kama yupo tayari atakupa namba, asipokuwa tayari hatakupa namba. Asipokuwa tayari, ukiona huyu huwezi kuendelea kumnanili, unaachana naye. Okay, akiwa tayari anakupatia namba, mambo mengine yanaendelea. Sawa kwa kipeperushi tunagawa hivyo kati. Kwa hiyo sasa hapo kwenye kipeperushi umejifunza, utakutana na watu ambao wagumu kuelewa, si ndio? Hapo unaanza kukutana na watu sasa, mtu ambaye ni mgumu kuelewa, mtu ambaye ni mrahisi kuelewa. Utakutana na watu positive, utakutana na mtu ana makasiriko, mwingine ana stress, si ndio? Lakini wote unajitahidi kuweza kufanya nini? Kuzungumza nao, na make sure unapompa mtu yote kipeperushi upate namba yake ya simu. Kuna mwingine anaweza kagoma kukupa namba ya simu akaondoka nacho, akamwambia namba yako siko hapa, nitakutafuta. Na sikutafute, it's okay. Lakini focus zaidi kuzungumza na mtu ahisi kwamba wewe ni mtatuzi wa hiyo changamoto, au unawajua watu ambao wanaweza wakatatua hiyo changamoto. Kwa obvious atakupa namba yake ya simu. Mwingine anang'ang'ania tu namba sipo hapa tu, nitakutafuta. Huyu anakukimbia kwa style nyingine. Ingawa kuna wengine ni wa kweli, lakini sio wote. Ila ukiona hivyo tu unajua huyu ananikimbia, hamna kitu, basi sana kala. Lakini lengo lako unapogawa kipeperushi pia upate namba za simu. Kwa anapokupatia namba yake, kama una sehemu ya kuandika chap utaandika. Kama haupo nayo unaandika kwenye simu, unambipu hapo au unamtumia message hapo. Naambia namba yangu hiyo, naomba uisave. Asante sana kwa muda wako. Kumbuka mwanzo ulimuomba dakika yake 1. Asante sana kwa muda wako, nimefurahi sana kukutana na wewe. Yes, zile namba unatumia kwa ajili ya kuwapigia na kufahamu namna gani unaweza kumsaidia huyo mtu. Naelewa jameni. Hii video na